Asante. Hatujawahi mimi sijawahi keti hapa nawe na ninashukuru. Mimi sijui kama nimekuja kama meme before by the way. TV wakati kama show yako pia. Asante sana. Tunashukuru Mungu kwako. Labda nataka wasalimie pale waelezee jina yako. Nimemwambia Muhoro, hawako wanajua wewe ni wa Muhoro. Waambie majina zako ndio tuanze. Okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni Masika Muguro. Nimeokoka, nampenda sana, nimeolewa. Actually my husband ni mmoja ambao wanapenda kameme. So najisikia nyumbani nikiwa hapa na namshukuru Mungu sana. Yeah. Masi, tumeshukuru wewe ni mtu ambaye amejulikana sana na labda nikuelezee na bwanako ajue na wewe najua unajua, na pia narudia kwamba wewe ni mrembo sana. Asante. Wewe ni mrembo sana. Na labda tunaweza taka kujua Masi mtoto wa nani, kazaliwa wapi? Mimi ni mtoto wa anaitwa Bishop Masika na Agnes Masika. Nilizaliwa Nairobi lakini kwetu ni Ukambani. Yes. Kwa nini ulikuwa unafikiria mimi ni Mluya? Mimi nilidhani wewe. I know, Mluya watu tuko tight. Hata sitakange kuambia mimi si Mluya. But anyway, yes. Yeah, jina ya Kikamba waitwa nani? Mune. Kasululu. Inamaanisha Masi. Bado so. Inamaanisha Masi. Kwenye ni Ukambani wapi? Yata. Matu. Yes. Matu no koseo. Matu koseo. Mamu kanesa. Ne asiopio. Weke tukaseopio. Kuko ando aseo. Na ne koyo inge. Koyo inge. I'm sure there's some who are watching now. Tulibadilishana hivi. Lakini Wakamba ni kama Wakikuyu tu. Nashukuru kwamba umekuwa mmoja wetu kwa Muhoro. Na pia sisi tuna wengine ambao wamekuja kwenye. Kwa kweli. Tukianzisha safari yako, labda unakumbuka nini wakati ulikuwa tuanzishe primary school? Ulienda wapi alafu kaenda wapi secondary school? Primary nilienda nyingi. Si ati nilikuwa mtoto mtukutu lakini wazazi wangu walisafiri sana. Okay. So walipigwa transfer mara nyingi. So nilianza hapa Lavington Primary, alafu nikaenda Masii Township, alafu nikaenda after Masii Township nilienda wapi? Nikaenda Kamodhadha boarding Embu. After Kamodhadha mimi nilishindwa na boarding, nikaenda Masii Township tena, nikaenda giake-PRT 1 week, alafu nikaenda hizo ni mob. Nikamalizia Machakos Primary, high school Machakos Girls, Daystar Machakos. Alafu sasa kuolewa ndio niliona nisiolewe Machakos. Umezungushwa sana Machakos. Nikaona niende kwingine. Ulienda ukasomea nini? Education English. Oh, nice. Wewe mwalimu English. Nilikuwa napita sana English. Wow. Juu ya mwalimu alikuwa mkali sana primary. Tulikuwa tunapata tu A throughout our lives. Wow. Yeah. Ulifunza? Ama ulikuwa unasoma Daystar ndio ukue mwalimu, sio? Babangu alisema watoto wake lazima wasome mpaka Anyway, thank God for fathers. I think fathers wanakuwa muhimu hasa kwa kupatia watoto direction. Yes. Kama ingekuwa si babangu, by the way, hata master sahi nataka kumaliza ndio nimpe. Na mama but you know it benefits me at the end of the day. Kwa sababu anatupatia direction. So yeah. So ulikuwa wataka nini wewe mwenyewe? Kwa sababu sasa siku hizo ulikuwa unataka kuwa musician bado? Kwa sababu nilianza kitambo, nilianza nikiwa na miaka 10 nilifanya album ya kwanza at 14 tena 18. Then so after campus nilikuwa najua nataka kuimba. So yeah, sikuwa sure of course kwa sababu wakati huo uimbaji haukuwa na pesa sana. Kweli. But eventually nika keep to it na it makes sense. Labda album yako ya kwanza ilikuwa yaitwaje, na labda wimbo wa kwanza? Nilifanya River Road. Ilikuwa inaitwa Nobody Like Jesus. Nilikuwa mdogo. Jesus. Ilikuwa inaitwa Nobody Like Jesus. Wow. So ulipomaliza shule wewe ulikuwa unajua unasoma sababu ya heshima ya mzee ya baba tena uendelee na music? Okay, nilikuwa najua nahitaji kufanya degree. Of course nilikuwa important. Lakini sikuwa najua hasa nataka kuimba basically. So of course kuna vitu ambavyo ukifikiria baadaye unasema ningefanya hivi maybe, you know, but I knew I wanted to sing. Hicho ndio nilikuwa sure about. Zile zingine ni za kuongezea kwa sababu pia masomo yanasaidia. Sasa naona umuhimu wa kile ambacho nilikuwa naambiwa. Muhoro ulimpata Daystar, ulimpata wapi? Muhoro. Za Daystar hazikuwork. I know. Za Daystar hazikuwork. Ilikuwa tulipatana after Daystar, immediately after actually.
Wakati nilikuwa na graduate tulikuwa tushapatana. So after graduation immediately tukaingia kwenye ndoa. Umekuwa umeolewa kwa muda gani? Miaka 12. Tulikuwa tuna celebrate 2 weeks ago. Miaka 12. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake. 12 years ya ndoa. Yes. Panda shuka. Panda shuka. Panda shuka. Labda sababu hakuna ndoa yenye it's not, yeah. How do you survive ndoa, uimbaji, celebrity, watoto? Unawezaje na changamoto zake? Wawezaje kufika mpaka 12 years? Okay. I think kitu cha kwanza ni kabla niolewe nilikuwa nimeadvisiwa sana. Kuna aina nyingi za wanaume. Na kitu ambacho nilitia bidii ni kusema lazima niende katoloni. Katoloni ni mahali watu wanaendanga kuomba. As concerns ndoa yangu, kwa sababu nilikuwa very careful who I marry. Lakini siwezi sema ati ni juu niko over careful. Nilipata husband mzuri. I believe ni Mungu. Kwa neema ya Mungu. So one thing, yeye ni very supportive. Na totally supportive. Mungu alimprepare before. And so tumeweza kusurvive kwa sababu ya kunyenyekea kwa Mungu. Siwezi sema sisi ni wazuri ama ati sisi ni werevu, hapana. It's totally kwa neema ya Mungu. So na wisdom. Nilirealize vitu nyingi ni wisdom. Kwa sababu kuna vitu ambavyo watu huwa wanabeba sana kwa ndoa, ni vitu ndogo ndogo. So what you do is make sure that the majors, vitu ambavyo si major, hazikui issue kwa ndoa yako. Ndio. Labda kuna kitu ambayo umezungumzia ya maana sana. Ulikuwa umefanyiwa counseling. Na kuna watu ambao wanapuuzilia mbali labda kuelezewa, kuambiwa mambo ya ndoa. Labda mtu sahizi mwenye anaweza taka kuingia kwa ndoa, unaweza muambia nini? Kitu cha kwanza ni you need to keep your standards juu sana. Wasichana wengi ni cheap. Yani it's so embarrassing. Wasichana wengi wanakuwa cheap sana. Yani anything that comes can go. And so kama hauna values utapata tu watu ambao hawana values. Kitu ambacho ni cha ukweli ni katika ndoa, okay, not saying that wale wameoa watu wabaya, but most of the time you attract people of your kind. Wale watu wanafanana na wewe, watu wenye wanapenda kulewa wanaoana watu wenye wanapenda kulewa, watu wanapenda kuskon watu wanapatana, watu wa drugs wanapatananga haraka sana. So you attract kile ambacho wewe you are. Kwa hivyo kama wewe ni mwanamke ambao unapenda kugrow, unapenda substance, utapata watu kama hao. Wasichana wengi wanakula raha hapa hivi, but they don't know hiyo raha itawakula baadaye, And when you sin against your body, it's even a tragedy to your spirit and kile ambacho utakuwa wewe mwenyewe. Tunashukuru Mungu kwa ndoa yako. Aendelee kuwalinda. Mna watoto wangapi? Tuko na 2 na mwingine mmoja addition. Ako nyumbani. Hayuko kwa tumbo. Ako nyumbani. So, we adopted one. Oh, nice. Yes. Glory to God. Yes. Mbona mka-adopt? It was important for us to take care of one child, part of us. Sengine unapata kuna watu familia, watu parents hawako, so we had to take care of that. Mlimpata wapi? Nyumbani. Ni wetu. Ni wenyu. She's a grandchild something. Okay. Yes. Mungu tukuzwe kwa hilo jambo. Amen. Tukirudi katika muziki. Umekuwa katika muziki kwa miaka ngapi? I think sasa kutoka nikiwa na miaka 11 ni kama 25 actually. Hii ndio 25th. Yeah. Changamoto katika maisha. Najua kuna watu wengine wanaona Masika wanasema unatamani kuwa kama yeye, unatamani kuwa kama nani, kama huyu DJ na juzi aliokolewa tu na Mungu, alikuwa ashawekewa dawa, ashapoisoniwa na mtu tu akufe. Labda kuna mtu hajui safari yako. Na labda saa zingine mtu anaweza sikia wivu sababu yako, one kama wewe unajibeba, unajisikia na hajui safari yako. Labda unaweza tuambia changamoto katika maisha yako ya muziki hadi ufike hapa. Ni wakati upi ulikuwa chini kabisa, Masi? Okay. I think muziki just like any other thing, kuna challenges. And so katika those challenges, finance, life, balancing and everything, kuna changamoto tu kuja tu in between, twingine kudharauliwa, twingine kukosa kabisa. I think arts, watu who struggle before wapenye. Sasa ingine hata nikisikia mtoto wangu akisema nataka kufanya arts, nasema unamshangaa. Lakini but of course I'm happy. Later on nashukuru Mungu siku give up in between those times when the going was tough na pesa iko inakuja as in for a long time. Yes.
but I'm glad I persisted. Niliendelea. Yeah. Uliendelea. Yes. Tunashukuru sana. Tunaendelea tunaendelea. Ni kuendelea. Tunaendelea. I think Mungu anasema watu waendelee. Watu waendelee. Yes. Preach about it. Yeah. Tumathira mbere na kunyitanira na Masika agithina mbere na gutwira thabari yake. Labda tukirejea Masi utatuelezea kwamba uko na nyimbo ngapi, labda ni wimbo upi ulifanya upae juu kabisa, ujulikane, umesafiri hadi wapi, na labda ndoto zako ni zipi. Pia ukiendelea kuzungumzia watu ambao wanachipuka katika uimbaji, wale wanataka kumtukuza Mungu na labda wanasikia ni kama hawaendi mahali. Kuna mtu ambaye amepiga nyimbo mpaka sasa ame give up. Tukirejea utaweza kutuelezea mambo hayo.